Naam, uhali gani mtazamaji wa Sajo TV na karibu tena katika 1 and 2 viwanjani, na leo nimekutana na Sports Lady, mdau wa soka huyu na pia ni shabiki kindakindaki wa Azam FC, na nitakwenda kuzungumza naye mawili matatu kuhusiana na mwenendo wa klabu ya Azam FC. Bwana, mambo vipi? Poa. Wanakufahamu kama nani? Kwa jina naitwa Oliva. Kipenda unaweza kaniita Azam FC, yani mshabiki wa Azam. Okay. Sasa Oliva, mwenendo wa Azam FC msimu umemaliza nafasi ya 3. Lakini jinsi mlivyoanza na kikosi ambavyo tulikuwa tunategemea mngeleta ushindani mkubwa katika kugombania ligi kuu ya NBC Premier League, lakini mmeshindwa kufanya hicho. Unadhani shida hasa ni nini? Shida ipo kwa wachezaji, viongozi, benchi la ufundi, au wewe kama shabiki unaona shida ipo wapi? Kwanza kuna shida nyingi yani ninavyohisi mimi kama shabiki. Maana unaposema shida ipo kwa viongozi, tunajua wachezaji kama wachezaji wamesha tangu ligi imeanza walishapewa bonus kwamba kila mechi watakayoshinda wanapewa nini, bonus. Umeona, lakini zile bonus zilikuja kuharibika ama kuvunjwa baada ya kufungwa na nani, na Mbeya City. Kwa upande wangu mimi sioni kwamba kuna tatizo labda kwa viongozi, huenda kama alipo, lakini sidhani. Lakini kama viongozi wanakaa wanawapeni nyinyi bonus, wana maana kwamba wanahitaji nini, vitu ambavyo vina faida kwenye timu yao. Lakini mimi naona kama vile baadhi ya wachezaji hawako serious. Kwa nini ninavyosema baadhi ya wachezaji hawako serious? Unakuta yani kuna baadhi ya mechi hata shabiki ambaye labda unaenda uwanjani, upo kwenye TV unaangalia, unasema hii mechi lazima Azam anafanyaje, anatoboa lakini mwisho wa siku anaweza akambulia sare ama anaweza akafungwa. Umeona? Ukija hapo hao wachezaji yani hawajitumi. Yani kwa mfano tuchukulie mfano kama Yanga, wachezaji wa Yanga wanapokuwa yani wanacheza nini mpira huwa wanajituma, yani kama kikundi fulani hivi kinaamua kufanya kazi kwa pamoja, sio kama wachezaji wa Azam. Yani hawajitumi, wana ile hali ya kurelax kwamba matokeo yote yanayotokea kwa upande wao na nini sawa. Kwamba mimi naona tatizo kubwa lipo kwa wachezaji wenyewe, hawajitumi, hawana uchungu. Lakini pia naweza ngasema hata hao viongozi nao kwamba labda kuna vitu ambavyo vinachangia mpaka wachezaji wanakuwa hivyo. Kiongozi kama kiongozi unapokuwepo na uchungu wa timu yako, kwa nini msimu huu hamjafanya vizuri? Basi msimu ujao tufanye nini? Tufanye vizuri. Kwa sababu ukiangalia kikosi ambacho kilikuwa msimu uliopita ambao wamekaa nafasi ya pili, asilimia kubwa ni kile. Tunaona tu mabadiliko madogo, na msimu uliopita walikuwa na usajili sio mzuri kama mwaka huu. Tunaona kwamba kuna Junior Blanco wamekuja kutoka huko wapi, Colombia. Tunaona watu kama kina Fuentes Mendo, Yoro Mamadou Diaby. Umeona, kuna yani wachezaji kina Diakite, umeona. Mamadou Samake, wote wamekuja, ni wachezaji ambao wana uwezo nini mkubwa, lakini timu imeshindwa kupambana kuonesha kile kitu ambacho wanakitaka, wanaenda kuishia nini nafasi ya 3. Sawa. Umeongelea kuhusiana na wachezaji hawajitumi. Audhani kwamba hii inasababishwa na Azam FC nakosa ile pressure kubwa ya mashabiki kama ilivyo kwa vilabu vya Kariakoo, Simba na Yanga, kwamba wanajua hata tukipoteza mchezo, tukitoa draw, hakuna pressure kubwa sana ambayo itakuja kutusumbua? Audhani hilo ni sababu? Sikiza nikwambie, na kutolea mfano kama timu gani ile Pyramids, kama sijakosea, ilochukua kombe la nini la kama ile timu ni ndogo na haina mashabiki kama zile timu nyingine, lakini wanafanya nini vizuri. Huwezi kuwa na mashabiki kama ufanyi vizuri. Kwamba ukiwa unafanya vizuri, hata kile kizazi kilichopo sasa hivi wataona bwana, Azam ni timu moja nzuri sana, inafanya vizuri. Kwa hiyo kuna uhitaji wa kufanyaje, kuwa support. Lakini sasa unakuta timu kama timu, wachezaji wanaona wao kwao ni matokeo yote yale ni sawa tu. Kwa huwezi kupata nini mashabiki. Kwa mfano mimi kama mimi labda tu niseme nimevutiwa kushabikia Azam msimu wakati Chirunda yuko pale Azam, wakati anaifunga Yanga, yani mimi nilipenda Azam, nikasema hii timu. Lakini jinsi wanavyozidi kwenda, yani hata ile hali ya kuifuatilia, yani kuna muda nakuwa nafanyaje, napoteza yale matumaini. Yani kuna timu ambazo Azam wanacheza na Singida, yani sitokaa niangalie mechi kwa sababu najua hapa kuna mawili, kufunga ni bahati nasibu, lakini huenda wakafunga au wakafanyaje, wakatoa sare. Azam wanacheza na Simba, Azam anacheza na Yanga, kwamba hawana yale matokeo mfululizo ya ushindi.
kwamba hata hao mashabiki unakuta mwingine sawa ni shabiki. Wapo kuna magrupu mengi ya Azam, wapo mashabiki wa Azam, wapo ambao wana kadi za wanachama wa Azam. Japokuwa si asilimia kubwa ila wapo. Kwamba hao waliopo wanashindwa kuwapa vile vitu ambavyo wanavitaka. Kwamba unakuta mtu anaipenda Azam sawa. Kwa uchache wao, kwa uchache wetu tunaoishabikia Azam. Lakini bado mnatuumiza. Kwa kama mimi unakuta ukiniumiza nasema bora tu nisifanyaje, nisishabikie mpira. Lakini kuna muda mapenzi tena ndo unakuta unaanza kuifuatilia kidogo kidogo. Kwa hiyo kwa mimi hapa naona kwamba hiyo pressure wanaitaka kutoka kwa mashabiki kwamba wawe na mashabiki wengi. Wakifanya vizuri, umeona, watakapofanya vizuri na naamini kwamba Azam itakuwa na mashabiki wengi. Chukulia mfano kama ule msimu wa mwaka jana walivyokuwa nafasi ya pili, msimu huu angestruggle tena angekaa nafasi ya pili au angechukua hata kombe moja hapo hata kama CRDB, umeona, wangechukua hata lile la nini la Mapinduzi kama sijakosea, au kwenye nini ile pale waliokuwa wameshiriki kwenye klabu bingwa wangefika hata kwenye hatua ya makundi wakatolewa, lakini wametolewa kwenye hatua za awali. Kwa hiyo moja kwa moja mtu huwezi kumshawishi mtu shabiki Azam, japokuwa ni timu bora kama inavyosemekana, timu bora bidhaa bora, ni timu kweli bora, lakini shida wachezaji wapo wenye uwezo mkubwa, lakini wanashindwa kufanya vile vitu vya umuhimu, kwamba yani wao matokeo kwao yote ni sawa. Na hisi kama vile wachezaji wenyewe wanakuwa na mapenzi na timu nyingine, kwamba kikubwa tu timu yangu nayoishabikia imeshinda hapa, nipo kimaslahi zaidi. Kwa upande wangu mimi, wakitaka kuwa na mashabiki wengi au mashabiki wakitaka tuongezeke, wao wanafanya vitu vya msingi, wao wanashinda mfululizo. I swear kwamba watakuwa na mashabiki wengi ambao wanawafuatilia. Ukitaka kujua kwamba Azam wakishinda hautaona comment zile nyingi kwenye mtandao wa kijamii. Ila wakifungwa ndio utaona comment nyingi kwenye nini, mtandao wa kijamii. Sasa wakitaka kuvunja ukimya wa watu kuwasema vibaya au kuongeza mashabiki, wawe wanafanya yani wawe wanashinda kila mechi, angalau wawe wanasuruhu kwenye mechi ambazo tunajua kwamba hii mechi kweli usuruhu ni lazima, kwamba ni nini, ina labda timu aliyokutana nayo ni bora, lakini timu ina kila kitu, ina uwanja, ina fedha, ina kila kitu, lakini wanashindwa kufanya mambo yale ya kuwafurahisha mashabiki wao. Kwamba kiufupi tunaumia sisi kama mashabiki. Mimi huwa naumia sana, ila nakaga tu sometimes navumilia. Yani kama mwaka huu nimeumia sana kwa sababu Azam hamna alichokivuna, nikaenda La Liga, Real Madrid naye kanichanganya kichwa. Natamani hata mwaka huu Azam msimu ujao wanafanya vitu vikubwa vya kutupa sisi support ya kushangilia Azam yetu. Asante sana Sports Lady, na pole sana kwa machungu ya Azam. Asante sana. Naam, mtazamaji wa Sadio TV, haya yalikuwa ni maoni ya mdau wa soka Sports Lady Oliver Mchilo, shabiki kindaki wa Azam FC. Kwa sasa hatuna jipya, tukutane wakati mwingine.